الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الأعزاء, ndugu zangu wapendwa watazamaji, tunaendeleza tena maudhui zetu ama darasa zetu kama ilivyo kawaida. Lakini kabla hatujaendelea, nataka niwaombe wapendwa watazamaji tuweze kusubscribe katika chaneli yangu ya YouTube, tuweze kusubscribe ili tuwe tunapata zile maudhui ama darsa kwa wakati, lakini pia na kujifunza zaidi mambo ambayo pengine hatuyajui, na yale tunayajua ni katika ukumbusho. Lakini pia tusisahau kushare video hizi, ni muhimu sana ili na wengine nao waweze kupata faida biidhnillahi tabaraka wa taala. Mimbabi mandala ala alkhairi kafailihi, utapata khairi nyingi kwa Allah subhanahu wa taala pale mtu atakapofikiwa na ujumbe huu akapata ilmu ambayo alikuwa haijui. Na ndugu zangu wapendwa watazamaji, hapa ninazungumza na wale wakina mama ama wakina dada zangu, wale ambao wanaachika mara kwa mara. Dada zangu ambao wanaachika mara kwa mara, hawadumu katika ndoa. Wallahi wanaolewa, waume wanakuja wanawaoa, lakini hawadumu katika ndoa. Siku 2-3, miezi 6, mwaka umeshaachana. Anaolewa ndoa ya kwanza anaachika, ya pili anaachika, ya tatu anaachika. Yani yeye ndo maisha yake ni kuolewa na kuachika. Ulishawahi kujiuliza dada yangu, kwa nini unaachika mara kwa mara? Shida iko wapi? Ulishawahi kufikiria hilo? Sasa ninakuleteeni hii, ni mujarabu, ni njia ambayo utaitumia halafu Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia hutoachika tena. Hii ni tiba mujarabu ya kuto kuweza kuachika katika ndoa zako biidhnillahi tabaraka wa taala. Lakini yapaswa tujue, ndugu zangu wapendwa watazamaji, kuna mambo matatu. Mambo haya ndiyo yanaweza yakawa ni sababu kuu ya wewe kuachika mara kwa mara. Sababu ya kwanza ni hasad. Yaweza kuwa una hasadi katika kiwiliwili chako ambayo imekaa muda mrefu wala wewe hujui. Ukishaolewa unaachika, unaolewa tena unaachika, kumbe kuna hasadi inakufanyaje? Hasadi ndiyo inakuharibia maisha yako. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, yaweza kuwa una vifungo vya kichawi na kijini. Yaweza kuwa una vifungo vya kichawi na kijini, ndio maana wewe unaolewa lakini haudumu katika ndoa yako. Unaolewa na kuachika mara kwa mara. Lakini sababu namba 3, jambo ambalo linasababisha hilo ni aashikul jini. Yaweza kuwa wewe una jini mahaba, jini anayeitwa kwa Kiswahili jini mahaba. Huyu ni jini hatari sana. Huyu wallahi ukiwa naye basi huwezi kudumu katika ndoa zako. Na kwa wale ambao pia hawajaoa, sababu hizi zinaweza zikawafikia pia na wao. Wanaweza wakawa wameingia katika njia hiyo ya kuweza kupata waume, kuolewa kwa wakati. Sasa ndugu yangu mpendwa mtazamaji, kitu cha kufanya, mimi nakupa njia hapa, nakupa tiba mujarabu ili ujishughulikie mwenyewe au uwatafute watu ambao watakushughulikia. Ukishindwa uje kwetu ili tuweze kujua namna gani ya kukusaidia biidhnillahi tabaraka wa taala. Kitu cha kwanza, ukishajua wewe ni mwanamke ambaye unaachika sana katika ndoa zako, kwanza yatakiwa ujijue. Ukishajijua, chukua hatua. Kitu cha kwanza, tafuta shekhe mwenye uwezo akufanyie kisomo. Yaweza kuwa una hasadi katika kiwiliwili chako, hilo ni la kwanza. Lakini la pili, tafute shekhe aweze kukufanyia kisomo. Yaweza kuwa una vifungo vya kichawi na kijini, wewe hujui. Lakini la tatu, yaweza kuwa una ashikul jini, una jini mahaba katika kiwiliwili chako, ndiye anayevunja ndoa zako, wewe hujui. Sasa haya yote matatu haya, fanya kwanza utaratibu wa kuweza kufanyiwa tiba ya mambo haya matatu. Ikiwa wewe ni mwathirika wa mambo hayo, wa kuachika, haukai katika ndoa zako, unaumia katika moyo, kwa nini unaachika mara kwa mara? La kwanza fanya hayo. Kama hujampata shekhe, tusogelee sisi, ndio shughuli zetu, tutakutibu biidhnillahi tabaraka wa taala. Lakini baada ya hapo, kisha fanywa visomo hivyo vya hayo mambo matatu, kisha utafuata huu utaratibu ambao ninakuelekeza hapa. Taktubu hadhihi al-aya, utaandika aya hizi
aya ambazo zipo katika surati Ibrahim. Aya hizi zipo katika surati Ibrahim, aya nambari 24 na 25 katika suratu Ibrahim. Hizi aya utaziandika kwa maji ya waridi, maul warda, maji ya waridi pamoja na zafarani. Kisha hizi aya zitaandikwa katika karatasi nyeupe. Aya zenyewe zinasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Aya hii utaiandika katika karatasi 3 marati, mara 3, kwa wino wa zaafarani, lakini pia na maul warda pamoja na maji ya waridi. Baada ya kuziandika hizi aya, basi wallahi utazitumia kunywa. Baadhi ya maji yake utakunywa na baadhi ya maji yake utaoga kwa muda wa siku 3. Utafanya hivyo, unakunywa asubuhi na jioni, lakini pia unaoga asubuhi na jioni maji hayo. Lakini ndugu yangu katika imani, ukishafanya kuandika aya hizi, wakati wa kuoga usiogee sehemu yenye najisi, usiogee sehemu yenye najisi. Na